Mungu alichofanya ni kuhakikisha kwamba Joshua anapata heshima ya kusikilizwa kama alivyokuwa anasikilizwa Musa. Ndio maana alimwambia, kama nilivyokuwa pamoja na Musa nitakuwa pamoja na wewe. Leo hii nitakutukuza mbele ya wana wa Israeli, wapate kujua hilo, ya kwamba kama nilivyokuwa na Musa ndivyo nitakavyokuwa na wewe, ili wasije wakakataa neno la hatima yao limetoka kwa Musa, liko kwa Joshua. Kwa hiyo be careful, uwe mwangalifu sana wakati Mungu anakuletea kwenye maisha yako, alafu ghafla unaanza kupata hasira kwa ajili yake, hata sababu huijui. Kitu kidogo tu kinakufanya ukasirike, kitu kidogo tu kinakufanya upuuzie. Fikiri mara mbili, hilo wazo la kumkasirikia na kumchukia linatoka wapi? Nikasoma Biblia yako. Wako waliobishana na Musa, wako waliopinga, wako waliomwambia nani aliyekuchagua, kawaulize kitu kilichotokea kwao. Wako waliombishia Haruni, Mungu akasema nitamaliza ugomvi, leta kijiti cha Haruni. Hawakupewa uchaguzi kwa Lawi, Haruni. Aya, makabila mengine wachague nani wanaona anaweza kaa kwenye nafasi kama ya Haruni. Na wale jamaa walikuwa na ujasiri kweli, wakaandika majina. Mungu akasema okay, chukua weka kwenye sanduku, tuone ule upako ulioko kwenye sanduku utachanua kwa nani. Ndio kazi yake kuweka kule, kapeleka kule. Kesho yake wakarudi, haya tutoe fimbo, zikatolewa. Ya Haruni peke yake imechanua. Angalia kitu Mungu alichomwambia. Akasema kwa njia hii nitakomesha mashindano katikati ya wana wa Israeli. Ndio maana ukiona mtu anapambana na wewe ofisini, usihangaike. Chukua jina lako, chukua na jina la kwake, lipeleke kwenye sanduku la Bwana, lipeleke kwenye maombi ili ijulikane. Huhitaji kugombana na mtu anayeshindana na wewe kwenye biashara. Chukua jina la biashara yake, kula kwako wanalichukuaga kama ujui. Chukua jina la biashara yao, chukua na jina la biashara ya kwako, peleka kwenye sanduku la agano, peleka kwenye ombi, endelea kuomba, alafu tuone neema inachanua wapi. Haleluya, haleluya.